kutokea Nyamwage. Huu ni mradi wa ufugaji wa nyuki ambapo tunaweza kuona mazao mbalimbali ya nyuki ikiwemo asali, nta, petroni pamoja na sumu ya nyuki zikivunwa, na tukipata maelekezo kutoka kwa mwenyeji wetu Bwana Mohamed Khamis ambaye pia ni katibu wa chama cha wafuga nyuki wilaya ya Rufiji. Hii ni Ngindo Media. Ndio nta yenyewe ambayo tumetengeneza sisi wenyewe kwa ajili ya baada ya kuvuna asali unachemsha yale masega yale asali. Kuna masega yenyewe ya mtoto na tofauti na yale asali. Yale asali ndio anaweka wenyewe nyuki, yanakuwa safi kabisa, hayana uchafu yale. Kwa hiyo ukishayayusha ile inakuwa kama mafuta vile ya kula yale. Kwa hiyo kishatuilia inakuwa kama hii. Hii ndio nta. Kwa hiyo inaweza kutengeneza lotion, madawa ya ngozi, maradhi ya ngozi, ni lotion za kutoa viraka kwenye mwili, inatumika sana. Mpaka mafuta yanatumika kwa ajili ya kujipaka binadamu. Kwa hiyo na hii nayo tunatumia kwa ajili ya kutegea nyuki. Nayo ni sehemu ya miradi ambayo nyinyi mkivuna mnatumia kutengeneza hizo lotion nini, au nyinyi mpaka sasa hivi ndo hatujaanza sasa. Kwa hiyo hatujaanza sasa hivi, lakini tutakapoanza, kwa sababu tutakuwa na mizinga mingi hivi, kwa hiyo tutavuna kwa wingi. Kama ulivyoona hapa kwenye huu mzinga, sehemu kubwa sana itakuwa ni ya asali. Kwa hiyo tutavuna hizi kwa wingi. Kwa hiyo tukivuna kwa wingi hizi, tutatengeneza product mishumaa. Tutatengeneza mishumaa kidogo na bei tofauti na mishumaa ile ya zile takataka za petroli zile. Hii inachukua muda mkubwa sana kuyayuka. Huu unatengeneza mishumaa ya nta. Kwa hiyo na hii ni product ambayo na hii unaweza ukauza hii sasa hivi, kwa sababu kilo moja sasa hivi sokoni sasa hivi ni 15,000 kilo moja. Kilo moja ya nta 15,000. Ndio. Kwa hiyo ni product ambayo inapatikana kwenye ufugaji wa nyuki. Lakini wafugaji wengi wa Rufiji huku wanategemea asali peke yake. Asali yani nta, pollen na sumu ya nyuki. Alafu na gundi ambayo na gundi ya nyuki. Nyuki wanatengeneza, wanaziba, kuna sehemu wanaziba ili asiingie wadudu wala maji. Ndio. Tofauti na nta. Nta wanatengenezea masega. Kwa hiyo ile gundi nayo inauzwa kwenye masoko. Ndio. Gundi wao nini hapa mnaivuna vipi? Gundi ukishatoa katika sehemu ya masega yale, unaibandua pembeni au nyingine wanatengeneza ukungu fulani hivi kuziba. Hata kwa mfano hapa kwenye tundu hapa, kama tundu zimekuwa nyingi hapa, wanaweka gundi huko ndani. Wanaziba. Kwa hiyo unaikusanya ile gundi. Ndio. Inakaa kwenye mizizi. Gundi inatumika vipi? Inatumika matumizi chungu nzima. Wengine inatumika kushonea viatu. Wanaenda kwa fundi wa kushona, ukutana anachomeka kuna kitu hivi, anatia kwenye shindano ile, anashonea ile. Inarahisisha kwanza shindano kuwa nyepesi kupita kwenye ngozi. Ndio. Hata hiyo ukichukua kwenye msumeno ule, ukipaka hivi unakuwa unateleza kwenye mbao. Hiyo gundi pamoja na hii nta. Ina usmusi fulani. Kwa hiyo ina matumizi mingi ile, mpaka kwenye viwanda wanatumia hizo gundi. Ndio. Kwa hiyo hapa kuna jumla ya masega 100. Mizinga hapa. Mizinga. Hapa ili tukimaliza mizinga 250 hapa. Mizinga 250. Idadi gani ya nyuki au ni ngumu kujulikana kutokana na kuzaliana mara kwa mara? Jadi nyuki waweza kufika hata milioni 1 kwenye mzinga mmoja. Nyuki ni idadi kubwa sana, 10,000, 20,000 tegemea na mzinga, lakini nyingi kwa kukisia tu nyuki wanakuwa ni wengi sana katika mzinga. Ndio. Takwenda kule nyumbani taonyesha mzinga uliokuwa wamejenga kwenye sanduku nje na nyuki idadi yake iliyoko pale. Ndio. Na kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya nyuki, kwa kweli kusumbui kufuga kwa control, kwa sababu kazi zote tayari unajua. Kwa mfano hapa naona nyuki huko anaingia huko na huko anaingilia kwa huko. Kwa hiyo hapa unaweza kupita wewe ukafanya kazi zako hapa bila wao kukusumbua kushambulia. Unavaa nguo, kuna nguo maalum unavaa. Nguo bila kuvaa nguo na kusumbua. Anaweza kukusumbua. Na wao wanakuwa wanahisi kitu gani binadamu wanawakera mpaka kumshambulia kwa mfano? Yani kwanza zogo hivi kelele, afu kwa wamejipaka mafuta mazuri yale,
Kuna vitu ambavyo ukipaka mafuta yale unawashawishi wale. Ndio, hakuna ishara yoyote nyuki anatoa kabla ya kumdhuru binadamu. Wengine wanasema kwa mfano kama tembo kuna ishara huwa anazitoa kabla ya kumdhuru binadamu. Yeye anakuja na kuzunguka, anazunguka yule. Sasa wewe ukitulia hakutafuni, lakini ukimpiga tu ile, yani ukimbua moja tu ile harufu yake tu basi wanakuja haraka sana. Kwa wanapokuzunguka pale unatakiwa utulie tu. Ukitulia pale anajua huyu mtu hana madhara. Lakini ukianza kufanya hivi tu akikupiga mwiba wewe utambana hivi. Ukimbana hivi sasa unatoa ile mwiba tayari wewe ushamuua. Ukimuua yule ile harufu yake tu wengine wote wanakufuata sasa. Lakini ukiwa umevaa nguo zako maalumu zile, hata wakizunguka kwa nini wewe ukafanya kazi zako wewe, ukasafisha, ukatoa sanduku hapo kuweka chini. Nguo maalum zina kitu gani ambacho kinafanya nyuki asikudhuru? Kwanza ni kama overall. Lakini uvae sweta zako ndani mle, alafu ni overall na gun boot. Alafu kuna sehemu ambayo ina neti kwenye kichwa. Takuonyesheni hizo nguo tunazo. Kuna neti maalum pale kwenye kichwa. Alafu kuna bee smoker ile kwa ajili ya kuwapulizia wale moshi ule ili wapate kulewa wale. Na nyuki utakiwa muue. Pige moshi ule alewe, alafu unapangusa hivi na brush maalum unatoa asali. Na tofauti na huu moshi wa magari ya kawaida, wao wana moshi wao maalum ambao unafanya kama wanasimu. Ndio ukipata moshi wa magari wa kawaida wanakuwa. Moshi wa magari itakuwa sababu wafuga mbele ya barabara ukaitakiwi, lazima atafanya fujo. Lazima usogee ndani. Ndio maana tumeka huko faraha kabisa. Tumekinga eneo hilo wasiingie watu, wasiingie ng'ombe. Kwako wewe, kwa nini ulifikiria kuwa na mradi kama huu? Yaani nyuki bwana, mradi ni kwanza ni mradi ambao ni mwepesi kuanzisha. Alafu hauna gharama kubwa. Kwa kuanzia kwa masanduku yako 2 matatu. Alafu nyuki hawana shida ya kuwatafutia chakula, madawa. Yeye uweka katika mazingira salama na mazuri, basi anapata maji karibu pamoja na mimea ile ya maua na kwa ni rahisi kuweza kuwafuga. Na Rufiji kuna nyuki wengi sana ambao wanahitaji kufugwa kisasa. Zaidi ni eneo hili la Nyamwage au maeneo tofauti nyuki wapo wengi? Maeneo yote ya Rufiji kana mandhari. Wewe unaangalia jiografia ya Rufiji. Maziwa ni mengi, mabwawa hayo, mifereji ya maji iko mingi. Mazao yanayolimwa humu ni aina tofauti. Mahindi, ufuta, alizeti, maembe, michungwa, mikorosho. Kwa hiyo wote huko wanapata maua. Bali ya miti ya misitu hiyo unaona. Ya 40. Kilimo cha ufuta kina usumbufu mwingi kuliko kufuga nyuki. Yaani katika kilimo ambacho kinatia hasara wafugaji wengi wakulima wengi wa Rufiji ni ufuta. Imagine mimi mwaka jana nimepata zaidi ya milioni 3 hasara. Ufuta. Sababu madawa kwanza kupanda ni madawa mpaka mwisho. Alafu wakati mwingine ikipigwa na mvua kubwa huwezi kukausha. Lakini ukifuga nyuki kwenye banda lako hii, wewe unasubiri muda wako tu, baada ya miezi 3-4 unakuja kuvuna. Lakini tunasema hakuna biashara yenye hasara kwenye maelezo. Ukielezea biashara yoyote unaambiwa faida zake tu, hasara huambiwi. Hasara ipo, unaona. Hasara ipo kama utaweka mazingira ya mabovu. Unakuja hapo kumkagua juzi, masanduku yote kaweka uwanjani, alafu miti yote kakata. Jua ni kali, ana masanduku zaidi ya 100. Lakini ule ufugaji wenyewe kauweka ni open kwenye jangwa. Ninapokuwa kwenye jangwa haisumbui. Jua kali, kipindi cha jua kali pale, wanataka kwenye kivuli kama hivi. Sasa ukajenge kwenye uwanja tu pale, ni joto. Wakati mwingine kipindi cha joto wanahama kwenye masanduku yale. Ndio. Ndio maana nyuki mara nyingi wanakaa kwenye miti. Kwa nini watafuta kivuli au kwenye mapango ya miti? Wanatafuta kivuli. Nyuki wanatafutaje asali kwenye maua wakati wapo wadudu wengi ambao wengine nao pia wanaingia kwenye yale maua, lakini nyuki ndio wanatoka na asali, wengine wadudu wengine wanatoka na hiyo. Wote wanatoka na asali. Kwa sababu kuna maji mule matamu yani wanayofuata. Kama mdudu wote anakwenda kwenye ua, basi anafuata yale maji matamu. Hapa kuna kitu gani kingine ambacho ungependa tujue na bado hujakielezea?
Chengine katika ufugaji wa nyuki, sawa, watakiwa watengeneze kwanza mazingira rafiki na nyuki, kupanda hiyo miti, kupanda maua ya aina mbalimbali. Umekosa maua, basi pande alizeti, huo ufuta, kuna mipesheni, mibungo, miarobaini, hiyo mijenga ua yote unapanda hivi kwa ajili ya wapate maua pale. Hiyo akishapata maua inakuwa ni rahisi wao kutokwenda mbali. Anajua anashuka hapo, anachukua chakula, analeta kwenye mzinga hapo. Kwa hiyo ile movement kwanza inakuwa ni ndogo, humchoshi nyuki. Hivi sasa hivi wanatengeneza shamba kubwa hapo la migomba. Kwenye migomba kuna kile kitojo kile, sijui mnataja tu hapo nini, kile kinachofika cha mwisho kile cha ndizi kile. Yale maua yale ya ndizi yale ukienda kukagua lazima utakuta nyuki pale. Wanafuata asali mle, maji matamu yani. Kwa hiyo tunategemea sisi hapa tunakwenda mbio tutengeneze manzuki kubwa hapa, ili tegemea kwamba wakianza kuzalisha huku ndizi, nyuki wote watakwenda kule. Watavuna asali kule, ataleta hapa. Kwa hiyo sisi hapa tuna advantage kubwa sana Rufiji sasa kwa ajili ya hiki kilimo cha ndizi. Kwa hiyo zunguka shamba tu ile yote weke mizinga tu 20,000, 10,000, laki, basi wanyuki wote watapata chakula. Tayari mwekezaji kashakuja mkubwa sana hapa, na anaweka migomba, kipanda michikichi nayo hivyo. Katika michikichi ile kuna maua yale. Michikichi nayo itakuwa hapo sasa. Wanasema napanda michikichi hapo Ndio. Aha, kwa hiyo inawezekana kwenye project ya hiyo ya top crop ya migomba mfuga nyuki akaweka mizinga yake ya nyuki hapo hapo na akaweza kufanikiwa, au pembeni tu zunguka tu ile shamba tu, kwa sababu haruhusiwi, kwa sababu nyuki ni hatari. Lakini ungeweka kama simweka pembeni kuzunguka ile shamba hilo, ukawatengenezea mazingira ya ulinzi na usalama pale, basi wanakwenda, kwa sababu wanaenda kwenda kilomita 3, kilomita 5 wakarudi hapa bila kupotea. Na nimesikia hili shamba la ndizi litakuwa na kilomita 15. Sasa hoja ni event kubwa sana, ni fursa na ni faida kubwa sana kwa wafugaji wa nyuki. Ndio. Kwenye project hii wewe uko peke yako? Hii ni kikundi, hapa ni kikundi, tuko kama watu 5. Lakini tukana changamoto ya kupata ufadhili nini. Mimi mwenyewe ni mstaafu, niko na bora sasa nikinyanyue kikundi changu hichi. Kutafuta hela nyingine kwa sababu tumeomba halmashauri pesa huko 10% tumeshindwa kupata. Vigezo naomba mpaka vijana miaka 18 na kuendelea mpaka miaka 40, watu wazima wanawake kuanzia miaka 18 mpaka kuendelea. Lakini watu wazima wanaume, unaona ndio changamoto hiyo, kwamba hawapewi fursa hiyo. Ndio. Ile swala la serikali litizame. Ndio, kuna mikopo ya vijana, hamna mikopo ya watu. Hao vijana kwa mikopo waangalie serikali, wafanyie auditing hiyo mikopo inanufaisha vipi vijana. Sasa hivi asilimia kubwa na mimi katika utafiti wangu wanaopewa mikopo hiyo hamna maendeleo. Ndio. Wanakopeshana, wanagawana, result mwisho wa mwaka wanaanza kutafuta madeni sasa kulipa. Kwako wewe ungependa serikali ikusaidie vipi kutokana na mradi huu? Serikali kwanza iangalie wale watu ambao wana interest na kufanya kitu kwa ajili ya maendeleo ya vijana wote. Sababu mimi nishakuwa mtumishi na miaka 63. Nimetumikia serikali kwa miaka 36. Nilikuwa mhasibu serikali. Mamlaka pale napata wizara fedha. Kwa hiyo natafuta kuwasaidia vijana sasa hivi. Hao vijana ambao wanaitwa Gen Z sasa hivi wanataka wawekewe mipango sawa na kusimamiwa. Vijana wengi wanapoa miradi sasa hivi kusimamia, wanakuwa hawana uaminifu, experience hawana, wanataka kipato cha pale pale. Ndio maana vijana wengi sasa hivi kuangalia 90% ya vijana wameingia katika masuala ya kubeti. Na mpira unachangia 90%, unaona, kuharibu vijana Tanzania wasifanye kazi. Ndio. Uangalie kila pale kuna mashine za kubeti mipira hiyo. Wanaopata ni wafadhili wa mipira na wale wachezaji, lakini 90% wale washabiki kama 95 ni vijana na watu ambao wanaingia katika ushabiki wa mpira. Muda wote ni mpira tu. Nikuuliza wewe timu gani, utaniambia mimi Manchester, Manchester yenyewe hakujui. Timu zote nazijua. Wachezaji wote utawajua, lakini viongozi wako, familia yako huijui. Utakarizi mpaka mchezaji anamiliki kitu gani, ana gari gani, ana utajiri wa aina gani, socks ya mchezaji, mpaka socks lakini ukiangalia wewe mwenyewe maendeleo huna. Nafikiri tuangalie kuhusiana na
yani huu kama msingi ambao